Kila mtu najua sasa anajua Fimbi. Fimbi alitoka Kenya na alikuwa Kenya akapitia kwa hii mnaitanga training. Kwa training mkamwambia advantages na mkumwambia disadvantages. Mkamwambia aende afanye kazi na asiwa disappoint na aende apembeleze kazi. Fimbi kwa ile nyumba yenye amefika, Fimbi alikuwa na uoga. Wakiambiwa kila kitu anasema sawa. Akiambiwa polisi wamesema haoshe nje kwa barabara, anasema sawa, anaenda anaosha. Kwa nini? Aliambiwa asiharibu kazi akiwa Kenya kwa training. Kwa training mnawaambianga venye wanaenda kufanya kazi, muambiangi sasa hali ikiwa hivi unapaswa kufanya nini? Mtoto wa watu ndio huyo. Amefanya hiyo kazi yote alafu hao watu wamemchukua wakaenda kumweka kwa ofisi, any ofisi, hawakumrudisha kwa ile ofisi walimchukua. After kufanya hiyo kazi yote, Fimbi tulikuwa tunamuongelesha hapa kwa mitandao lakini Fimbi hakuwa anasikia. Kwa nini? Kwa ile jambo yenye aliyekuwa akitoka Kenya. Aliyekuwa akitoka Kenya. Ndio hiyo kazi yote Fimbi amefanya, mumemwona juu ya miti, mumemwona kwa barabara akiosha, kwa nini mkiwafunza huko? Muambiangi kuna vitu wanapaswa kufanya, kuna vitu hapasi kufanywa. Mimi nashukuru enjendi wangu kwa sababu aliniambia ukifika huku wakaa hivi, wakulipi, wakufanya hivi, tafuta hiyo passport, pita nayo na unipigie simu nikuconnect ufanye kazi nje. Mbona nyinyi venye mmetrain Fimbi amukumwambia hivi? Fimbi nilimuongelesha jana. Ndio tulikuwa tunataka kujua kwa nini analia. Na kama nyinyi mlikuwa nje, miezi 6 ikifika mnamalizananga na mtu isendi mumfuatilie. Mliona mtoto wa watu venye aliteseka. Kitu ingine na Brain4 TV, alienda na yeye live. Shosho wa hiyo nyumba akaingia kwa live. Mtoto akakuja kwa hiyo live. Fimbi saa hii amerudishwa kwa ofisi sababu ya hiyo video 4 TV amepost. Na ilikuwa ya last year, saa hii ndio wamepatana nayo. Ndio walipatana nayo. Wakamwambia atoe Fimbi sababu anjui kutumia simu mzuri, ametoa pande ya kwake, lakini pande ya 4 TV bado video inatembea kwa mitandao. Mimi nasemanga uliingia kwa hiyo nyumba ya Mwarabu peke yako. Ile kitu yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, wewe ndio unajua inakaa aje na wewe ndio unaweza kusolve hiyo jambo. Mnaona Fimbi amerudi kwa ofisi. Mtoto wa watu hana kitu. Jana tulijaribu kumchangia, alisema akaunti yake iko na 30,000. Tumejaribu kumchangia, wamechukua simu na laini yake ya Kenya. Na laini yake ya Kenya. Hata wangetoa laini ya Kenya wampe. Watu wa ofisi, watu wenye wako kwa Kenya. Okay, najua mlimshughulikia sana mpaka mkatuma embassy huko ikaenda ikamshughulikia, lakini Fimbi still alikuwa na uoga. Hiyo nachukua uoga yenye Fimbi alikuwa nayo sababu hakuwa anawasikiza. Yenye alitoka nayo Kenya. Hizo mambo alifidiwa huko kwa kambu huko akitoka Kenya. Mnaona sasa mtoto wetu venye anakaa. Saa hii ako kwa ofisi. Ile ofisi amewekwa, thank God amepata Mkenya na tulikuwa tumemuongelesha huko kwa live na akapeana namba. Akapeana namba sasa tunapata information. Tunataka kujua ni aje Fimbi ataenda nyumbani. Ofisi yenye ilileta Fimbi kwa hiyo nyumba. Na kazi zote zenye alikuwa anapanda kwa miti, zenye alikuwa anaosha barabara, mchanga roli mzima anabeba, alikuwa ameambiwa atapatiwa overtime. Nyinyi kama ofisi msimame na muitishe hiyo overtime ya Fimbi. Msimame, mtoto wa watu mnaona venye ametoka huko na alikuwa na ile uoga. Kwa akaunti yangu haina kitu, watoto wangu wanaenda shule. Kuna mtoto ako grade 6, kuna mwingine ako grade 10, ataenda aje? Fimbi ameumia.
Pimbi ameumia mkiona hivi na macho. Murinjaribu akasema amen. Akasema amen. Huku na blame watu wote wamepitia kwa maisha ya Pimbi. Na kanisa yenye alikuwa anaenda tu wanamwambia ukikosewa na mtu sema amen. Hawakumwambia kuna mahali neema inafikanga inaisha, akikuwekelea kofi weka pande nyingine. Pimbi ameumia. Ameumia. Na nilianza kuongea na yeye na kubembeleza, lakini amefunguka jana. Amefunguka. But Pimbi ameumia. Lakini tunashukuru Mungu amerudi kwa hiyo ofisi akiwa na uzima wa mwili. Wenye watu wageni wote. Juzi Angel na wambremu sana. Juzi kuna msichana ako Amar kwa mpaka ya Saudi Arabia sijui na wapi. Ako na miezi 3 huko. Wamechukua simu yake, wataki aongee na familia na wanamfanyisha kazi nyumba 5. Thank God amenifikia Facebook. Diposa sasa nikamconnect na mtu mwenye anaongea na maagent. Oh my God, simuache kututeza hata kama mnalipwa pesa ngapi. Simutufuatilie. Simutufanyie follow up. Msichana anakuja kwako akiwa na shida unamwambia afanye kazi. Kuna mama mwingine amenyang'anywa simu. Anapeangwa simu dakika 5 aongee na sister yake mmoja. Na mnasema kafara system imetoka Saudi Arabia, si ndio? Ndio maana mmerelax. Amfuatilii wasichana wetu. Mnakula pesa lakini muwafuatilii. Why are they suffering? Why? Tell us why. Tuambieni kwa nini wanasafa. After muwafikisho huko ni wengi sana wananifikianga. Agent ofisi na hata mwingine nilimcall tu akaenda mute. Kaniambia nimeongea na kijana yake. Kijana yake ako ushago. Atanjua aje mama yake atateseka akiwa mahali yako. Tuko huku tunatafuta school fees. Tuko huku tunalipa taxes. Lakini hatufuatiliwi wakati wa shida. Ebu mwambie 4TV atoe hiyo video yenye aliweka huko kwa Shosho. Pimbi akiwa live last year. Shosho na mtoto wake. Shosho mahali alikuwa anafanya kazi wakakuja akamwambia ongea hey atoe. So wrong. Alimfuatilia sasa amlipie ndege aende Kenya. Vibaya sana. Sisi ni binadamu. Na tuko na feeling. Acheni kuona hiyo pesa yenye mnakulanga huko na mnasahau na sisi. Noma sana.